Bwana Swaiba, mambo vipi bwana? Leo kuna stori moja ambayo ina funzo kubwa sana, kwa hiyo usipite bila kuisikiliza hii. Kuna siku moja bwana, hapa mtaani kwetu kulitokea msiba. Kuna mzee wetu mmoja hivi alifariki. Sasa sisi kama vijana unajua tena kwenye ratiba za mtaani lazima vijana mwende makaburini. Sasa baada ya kufika makaburini pale, baada ya dakika kadhaa tukaanza shughuli kwa ajili ya kuchimba kaburi. Sasa tukawa tumechimba kaburi kama ule 1 futi hivi. Pap, kuna kitu kidogo kimetokea, kitu cha ajabu sana. Kwamba tulikutana na sanda. Sasa ile sanda ilikuwa imevingilishwa hivi. Sasa kwa ajili ya kuhofia tukasema hiki kitu sisi hatuwezi kufanya chochote. Hapa inabidi tuite jamhuri. Baada ya dakika kadhaa jamhuri wakawa wamefika bwana, yani namaanisha hapa polisi. Baada ya kufika polisi wakawa wamekitoa kile kitu wakaweka pembeni. Sasa kukana majadiliano katika kufanya maamuzi, wale polisi wakawa wanajadiliana kwamba jamani, hapa tunafanyaje? Baada ya majadiliano mawili matatu, na polisi mmoja akashauri, bwana, hichi kitu tukifungue tujue ndani kuna kitu gani, maana kwanza kilikuwa kinatisha, yani ni sanda afu mixer kama ina damu hivi nini, yani kwa haraka haraka unaweza kusema humu hamna kweli maiti ya mtoto humu, labda watu wamefanya namna fulani, mambo fulani, tunajua labda kama mtoto amekufa au vipi. Sasa baada ya majadiliano ya muda mrefu wakaamua wakakubaliana kwamba bwana, hiki kitu tukifungue tujue ndani kuna nini. Unaona bwana? Sasa kabla sijakwambia kwamba baada ya kufungua mle ndani ulikutana na kitu gani, inabidi kuna vitu usifanye maamuzi kwa haraka haraka. Si kila bidhaa unayoiona kwamba ni bei nafuu kujua kwamba ni bidhaa bora. Wakati mwingine jaribu kuangalia vitu vyote kwa pamoja juu ya ubora na bei vile vile. Yaani kama tunavyokushauri sisi Mbungo Used Point kwamba tuna bidhaa bora na kwa bei nafuu sana kwa ajili yako. Sasa baada ya kufungua bwana, walichokikuta wale jamaa walikutana na jogoo kachinjwa. Jogoo kachinjwa afu kavilingishwa kwenye sanda ile, alama ilizi kibao ninavyokuambia. Sasa mwisho wa siku baada kwamba watu walikuwa na wasiwasi, ikabidi sasa wao wanacheka tu, kwa sababu wakasema kwamba hivi ungechukua hiki kitu tukaenda nacho kama labda hospitali moja kwa moja kwa kuamini labda ni maiti ya mtoto, ingekuwaje? Tungeonekana sisi ni vituko. Kwa hiyo ndugu yangu, nakukumbusha kufanya vitu vyako kwa ufanisi na kwa uchaguzi uliokuwa sahihi.